mchezo popote pale ulipo, ikiwa ni maeneo ya Fire, yote ni kwa ajili ya kuzungumzia soka. Na miongoni mwa watu ambao hii tunaenda kuzungumza nao ni mzee wa Saluti, mmoja kati ya influencer bora sana katika klabu ya Simba Sports Club, na ni mwenye madini mazito sana. Huenda leo hii kuna kitu ambacho utaweza kukipata kutoka kwa klabu ya Subra Mohamed, na nipo na BBM TV pamoja na The Rain Media. Mzee wa Saluti, kwema? Kwema kabisa, alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. BBM TV na The Rain Media, karibuni sana. Sisi tunasema we all speak about football. Tunazungumzia kuhusiana na mpira na nyenendo zake. Karibu sana, tufanye mahojiano mawili matatu, maoni, ushauri, nasaha, ngenga kidogo, udambu na kadhalika, ndugu yangu. Na michombezo. Yes. Shukrani sana. Bwana mzee wa Saluti, kwa sasa ligi imesimama kupisha michuano ya kimataifa ambayo inasema FIFA break. Lakini kabla kuzungumzia FIFA break, tuanze kwanza kuzungumzia kwenye klabu yako. Mechi ya mwisho ilikuwa dhidi ya TRA katika ligi kuu ambayo amecheza juzi katika dimba la Meja Jenerali Samuel, na hatimaye umeondoka na pointi 3. Lakini kwa kuna mzozo wa mechi ya kabla ambayo ilibidi ichezewe kule Arusha. Wapo wanasema kwamba mmekimbia japokuwa uwanja ulikuwa unaonyesha kama una maji, lakini kuna wengine wanakuambia kwamba mlikuwa mna uwezo wa kucheza siku ya pili yake, lakini bado mechi mkaihairisha. Of course, sisi kuhusiana na hilo, Simba Sports Club ni timu kubwa Afrika. Haina tena tunasema kichaka cha kujifichia juu ya jambo fulani. Lakini kuna kanuni na mazoea ambayo mazoea haya yamekuja sana kuvilea hivi vilabu vyetu, hasa hivi vikubwa viwili, aidha vitatu, viwili. Kanuni inaweza ikastick pale pale, ila mazoea yakaja karibu kabisa ile kanuni, tukatumia neno busara kuliko kanuni. Nilikuwepo Arusha kwenye ule mchezo, na ni kweli mvua ilinyesha kubwa sana na uwanja ulikuwa si rafiki. Yaani ungeangalia ule uwanja ungeweza ukasema kama shamba la mpunga. Na walivyo postpone ule mchezo, walivyogairisha, mimi nilikuwa radhi kabisa. Lakini kanuni inasemaje? Kanuni ya 34 kifungu kama cha kwanza kinasema pale mchezo ambapo utaposimama, kwa maana kwamba tunasimama huu mchezo kwa sababu zisizoepukika, mchezo huu itabidi ufanye nini? Urudiwe siku yake ya pili. Kanuni ndio inasema hivyo, na sina shaka na kanuni hiyo. Lakini sisi kuna kitu kinaitwa mazoea. Mazoea ya kwamba wanaangalia kwamba hii club wakati wa kuja kucheza ilifanya booking ya ndege, na maana baada ya mchezo wageuze, na maana booking ya ndege kwa mfano shirika fulani, siwezi ngalitaja kutokana na masuala ya kibiashara, yawezekana booking ya ndege kutoka Arusha kuja Dar es Salaam ikawa ni 500,000 kwa mfano, au 400,000. 400,000 kwa watu 100, 400,000 kwa mmoja. Huo ni approximation, mfano tu ambao wote tunaweza tukajenga hoja, ambao kwa watu 10 tunaweza ikawa milioni 4, watu 20 milioni 8, watu 30 milioni 12, watu 40 milioni 16, watu 50 milioni 20. Na timu waga inaondoka timu, wachezaji, benchi la ufundi, watu wa usalama, waratibu na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo ni approximation ya msafara wa watu 50 kama sijakosea. Hii nimezungumza roughly. Kwa hiyo unaangalia sasa cost na benefit, na hata wao wenye mamlaka wanaona kwamba huu mchezo umegairishwa, tufuate kanuni au tufuate busara? Tukifuata kanuni, kipi kitakuwa ni kizuri zaidi? Tukifuata busara, kipi kitakuwa ni vizuri zaidi? Lakini katika hivi vilabu lazima uhusishe na hizi timu zote.
hatujui baada ya mchezo timu hizi zilihusishwa vipi kuhusiana na mchezo huo. Kwa hiyo mimi niliona pia ni sawa, baada ya ule mchezo akasema wataupangia tarehe nyingine, ila kiuhalisia ilikuwa inatakiwa uchezeke kesho yake. Sasa siku ya pili yake ndo timu inaondoka, lakini pia stakeholder, mashabiki mbalimbali tayari unaweza ukakuta matawi mbalimbali kama Mpira Pesa walienda Terminal, walienda Wekundu wa Terminal, kamati ya Rombaya walienda, walikuwa kama matawi 4 hivi yaliondoka. Na siku ile walikuwa na mpango baada ya mechi ile waongoze moja kwa moja Zanzibar, Mwanza. Lakini kuna tawi moja ambayo ni kamati ya Rombaya na Terminal wakasema baada ya mchezo sisi tutageuza kuja nyumbani, baada ya nyumbani afu tutarudi. Kwa hiyo ratiba zote hizo pia na hawa wangeathirika. Kwa hiyo mimi ninachoona tu kwamba baada ya kugailisha, mimi niliona ni sahihi kabisa kwamba tutafutie mchezo wakati mwingine. Kwa hiyo mimi niliona ni sawa, japo tukisema tufuate kanuni ipasavyo, sidhani hivi vilabu viwili vingekuwa mpaka sasa hivi kwenye ligi hii kabisa. Mimi nakwambia, tukisema tupate kanuni ipasavyo, naweza nikakupa mifano mingi sana. Yes, naweza nikakupa mifano mingi mno ambayo tukifuata kanuni na sheria za mpira jinsi zilivyo, lazima hivi vilabu viwili vingefanya nini, vingekuwa tayari vishaumia. Kwa hiyo ligi yetu kivyetu tunaenda na busara zaidi ili mambo yaende. Nadhani hakijaharibika kitu, japo kuna changamoto ambazo ni ndogo ambazo hazikosekani kama watu wa michezo ambavyo inavyokuwa, ndugu yangu. Yes. Okay, tumzungumzie TRA ambaye ndo mara mwisho mmecheza naye siku ya juzi katika Udimba wa Samoyo. Semaji wa TRA nikimzungumzia Christina Mwagala anakuambia kwamba mliwakimbia mwanzo, lakini kwamba lazima mtarejea tu kule, na mkirejea basi jiandaeni kwa kishindo kikubwa. Christina Mwagala kwanza nimpongeze Christina Mwagala, kwanza ni msemaji naweza nikasema katika wasemaji ambao wameitendea haki tasnia hii ya usemaji, na yeye akiwemo. Kwa nini nakwambia hivyo? Sifa yoyote ya msemaji ni kwanza kuipamba timu yake ili watu washawishike na uzuri wa timu yake. Kwa hiyo Christina Mwagala saluti sana, kwa maana kwamba anaitetea timu yake, anaibrand timu yake ambayo inakuwa inavutia zaidi, lakini na mvuto zaidi ya yeye mwenyewe binafsi juu ya kile kitu ambacho anachokiongelea. Kwa sisi tunaojua mpira tunajua analenga nini. Kuna uhalisia, halafu na kuna kitu fulani unatengeneza image ya club. Ukimuuliza Christina Mwagala leo, je, timu yako unaona unahitaji kuchukua kombe, atakwambia yes, nahitaji kuchukua kombe la NBC. Kitu ambacho kimpira inawezekana, kwa sababu hata Mtibwa imesha kuchukua kombe mwaka 1999 hadi 2000, lakini kiuhalisia unaona ni ngumu mno. Lakini yeye atakwambia anafanya nini? Naweza. Unaona? Kwa hiyo kiuhalisia unaona hili jambo kwamba haliwezekani, lakini branding, unaibrand timu yako, hiyo inawezekana. Kwa hiyo ile ni katika kuibrand timu yake, lakini na kuibrand hasa zaidi nafasi yake. Na mimi nimpongeze katika wasemaji ambao nao naweza nikawaweka katika heavyweight, naye namuweka kwa sababu ni mtu ambaye anapambana na timu yake, lakini ni mtu ambaye pia ana ushawishi kwa kiasi fulani, lakini ni mtu ambaye amejitoa kimasomaso kuwaonyesha njia wanawake kwamba hizi kazi sio za wanaume tu, hata sisi tunaweza, yani hata wao wanawake wanaweza. Ina maana amewaonyesha njia, na kuna watu wengi sana yawezekana wanaweza wakataka kuvutika kwenye tasnia ya michezo kupitia yeye. Yes, kwa mfano tunaona Fatuma Chikawe alichukua tuzo